naitwa Daniel Atinda Nyanchama. Mimi ni mwenyekiti mdogo wa hii shule. Tulikuwa na zima ambao tulikuwa tunachengewa ambao ni joo ya wanafunzi wasichana. Yenye tulikuwa nayo ilikuwa na shida ikapomoka. Tulipoitisha msaada kutoka kwa NGCDF ya Burabu, tukapatiwa contractor akaingia akaangalia site na bodi tulikuwepo, tukampatia mahali pa kujenga hiyo choo. Hiyo choo ilikuwa kiwango cha futi 13 kwa 14 and the depth was to be 25 feet. Na wajamaa wenye walikuwa wajimbe hiyo shimo walikuwa watano. Kwa majina na Patrice Ogeto Nyanchama, tuko na Patrick Kanali Onsase, tuko na huyu marehemu sasa ambaye ni Dominic Onkuni Nyamanga, na mwenye aliponea anaitwa Lawrence Gesego Ongeni alias Clive Kombo. Halafu tulikuwa na mwingine ambaye ni Nicholas Ambrose. So they were 5. Walikuwa wamechimba mpaka chana ndio walikuwa wamalize. Sasa nilipotoka nilienda Ikonge, head teacher akanipigia simu ya kwamba simu imepomoka na imeangukia wajamaa walikuwa wanajimba. Nikakimbia hapa nikapata kwamba mmoja imemulalia kabisa, ile mwingine ilikuwa imeshikilia mpaka kwa kiuno, wamemtoa hako hapa chini. Nikampeleka na pikipiki nikamkimbiza Nyamira kwa referral akaendelea kutibiwa. Kurudi hapa tulikuwa tumepigia area MC Mr. Thomas Venecha, naye akatutumia watu wa disaster management. Walifika hapa na ile gari kubwa ya maji, lakini hawakuwa na tractor. Lakini baadaye walijaribu, tractor ikaingia na MC waitibu. Sasa walipoingia wakapata ya kwamba yule mufu ambaye alikuwa ndani amejaribu kusaidika, wameona mwili lakini hawajautoa. Sasa wakaona wacha tractor hii tusaidie imtoe. Tractor kujaribu, utongo ulikuwa unapomoka. Sasa wakajaribu wakapata tena mwili umeonekana. Akasema wacha niteremsha watu watatu waende kumfua kidogo ndio tumtoe. Sasa katika ile harakati ya kupeleka hawa jini kawabereka, wanapoendelea kusongeza mjanga, tractor ikaisa mafuta. Ikatoa ule mkono wake juu, sasa ikaendelea kuwekwa mafuta. Sasa ile namwekewa mafuta, ule mjanga tena ukapomoka tena mwingi kusinda ule wa kwanza. Ukafunika hao watu. So wakawa watatu wamefunikwa wakiwa hai na yule mwingine aliyekuwa amekufa ako ndani. So we had 3 at once. Plus the other one wamekuwa 4. Sasa walipofunikwa hivyo, huyu wa tractor akajaribu aone kama atawaokoa. Ile hali ya kujaribu kuwaokoa, sasa ile anafuruta mjanga kumbe ametoa mwingine kichwa. Ufuruta tena amekata mwingine kiuno. Ikapatikana ya kwamba wote wamekufa. So they tried mpaka late kitu kama saa 4 saa 5 akaweza kutoa miili yote. Hiyo miili sasa imepelekwa iko mortuary ya Nyamira Referral Hospital ndio wamekaa. So jenye nataka kuomba serikali yetu tukufu, hasa kuanzia national government to the county government, wenye wamekufa ni wadogo sana, wameacha familia ambazo hazina uwezo. Wengine watoto wao wako colleges, wengine secondary schools na wengine primary. Like now wasasi wawili ni wa shule ya Chinje, wengine wawili ni wa Insicha primary. So I'm requesting the county government ijaribu wasaidia hata kama ni chakula, waendelee kujiandaa kwa mazishi. National government nayo ishirikiane. Ione hao watoto wako shuleni wataisaidiwa kivipi. Ni jinsi gani wataendeleza masomo yao. Na katika hali ya mazishi, sauli hii ilitokea kama radi. Naomba wakipanga mipango ya mazishi, waleta hao wote hapa, wafanyiwe maombi hapa kwa shule. Ndiposa waberekwe nyumbani wasikwe siku moja because they died on the same day at the same place. Sasa marieta ane ankoro kureta konywoki ndio bosabi kyonkoro kwencha ye Chinje. Mwana nigere kurumata agwe school nigo narenge nyumba ngaigwa abana bagukura. Kingocha gochaga iga nkanyora omonto gari engoro ime aigetebi gotiga iga maraba akanguswa era agachena ero yochete nyagitari naenda akaruororo. Eri akabere ngochiko agateba buno omonto narore ime barenge babero yonda agateba oyorwete engoro magateba ori aro kure pita gotoka. Na bayabete igo tiga serikali etokonye etobwatisia abana abantu abasirete barete bakaga igegeti tobarigereria asobwamo egera bagende baenibwe tiga serikali ase imekora abantu mbamaite gosengocha gukubarenge tiganya saba seseni naende bari basireiri na abamwabo nyasaba omorembe naende aba obwanjani egere torosia masisi ingora goikaerire ndiyamona. Sasa udonge imeanza kutingisika, hao wajuu walikuwa wajamaa watano. Sasa wakawatupia kamba waende kutokea ndani. Kwa bahati mbaya wakati hilo alikuwa anataka kutoka ndani, mmoja kamfungia chini, mwingine kamfungia karibu, ikafika udonge kafika kwa kifua. Sasa
wakaanza kutoa nduru. Sasa ile nduru kwa harakati kutoa nduru ndio watu walisikia wakakuja wakaokoa mmoja. Sasa ilifika wakati ya kumalizia hivyo. Sasa jamaa walikuja, kiwanja ilikuwa inajaa watu wengi sana. Harakati ya hiyo MC ili alikuja, watu wakaomba usaidizi kutoka kwa government serikali. Sasa hiyo serikali mmoja wao akaenda akaitana na hiyo tractor ilikuja kusaidia hawa. Sasa harakati ya kwenda kusaidia kutoka huko chini kwa tractor. Sasa ndio ilifika jamaa wakaona wamefikia yule alikuwa ndani ya hiyo simu. Sasa kitu mwenye tractor alifanya akaambia watoke, wakaingiza hiyo tractor kaanza kutoa hiyo udongo. Ikafikia karibu na huyu mjamaa, tractor akaweka kanda akawaambia jamaa watatu wakaingia ndani kwa hiyo ndani ndio watoe hiyo simu na vijiko udongo. Sasa wakati ya kutoa udongo, saa kidogo dakika kidogo ndio udongo tena iliteremka kutoka saidi ya upande moja. Ikafunika wale watatu ndani. Harakati ya kutoa wa jamaa kwa bahati mbaya, mjamaa wa tractor kutoa hao ndio akapata amekata hao simu. Sasa ikakuwa namna hiyo. Tulikuwa na area chief walikuwa hata maaskari wote walikuwa hapa. Sasa kwa upande yangu naomba kwa serikali yaonea hawa watoto wenye wamebaki na hao wenye wameenda itusaidie kwa wakati ya masisi, nigharamia watoto waende kusoma shule mpaka wamalize.